say men are dogs, men are what? As it because even after doing all that, bado anapata guts za kucheat. Kwanza na homie. Sindo hizi message unamwambia Misa, I can't mind losing our angel. Mtoto wetu si malaika. Mtoto wetu si malaika, like seriously. They know after all, this is how to repay me. Mambo vipi, kama kawaida, this F001, your number one online channel where we educate to entertain and most importantly, we empower, guys. If you're new here, you know we do it, like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi masando, my chat is fantastic afternoon. Quite sunny from this part of Africa. We are talking about Nairobi City, and if you're joining us for the very first time, feel at all. This is where you learn different things throughout different episodes. Na tusharudi nyumbani, and we are quite happy. It has been a very long tour, and we are still coming to your nearest county because we have to cover all counties in this country. Be patient with us. Tunajaribu mdogo mdogo mpaka ile siku tutacover the whole country. Sitaki kuongea mengi sana. This was a very painful story of our madam hapa. If you remember what happened initially, especially after hosting the friend. Na watu wengi wamesema, once you are in marriage, avoid hosting your friends. Those are not your friends. Most of them don't wish you well. That was her best friend. Also a friend or a homie to the husband, not knowing that the husband had a kid with a lady. Saizi mambo yashachemka, vitu ni mbaya huku. Things are not that good. As we are talking, even the kid outside, she didn't want the kid aonekane kwa camera, which we expect. Anacheza tu hapo outside the studio because as we are speaking, she's on her way to home. Ata explains it zaidi. But we want to have a conversation with her. Karibu sana mami, and thank you for your mature move. I call it mature because there has been less drama. Tujaona vurugu, sijasikia mnapigana na rafiki yako manini, but hata ningekuwa na uwezo ati naweza mleta huku ningemleta, but vile uliona alikataa pia yeye. Maybe anajua ni nini anafanya. Sure. But maybe tuanzie tu mwanzo. You are affair with two guys hapa. Your relationship na your friend na your husband pale ilianza. History ya watu wote pale kulianza na vile kumekuwa kukienda. Okay. History yote ilianzianga tukiwa campus. We were studying at Machako University, as I told you earlier. So, mimi na Mora, huyo mwenye unasikia kwa kwangu, we were roommates. Tulikuwa roommates pamoja. We were doing the same course also. And sasa yeye na Deno ndo homies. Most of the times tukihang out. Okay, me nilikuwa so focused, but sikuwa na stories za sherehe whatever. And Mora was that girl wa sherehe kabisa. She used to party whatever. But so most of the time, the only friend mwenye nilikuwa najua alikuwa na yeye ni Deno and another girl tukiwa campus. But sasa we used to meet also with Deno kwa library. Most of the time nikienda library, unajua sa library kuna watu wengi, you won't just focus with everybody, but most of the time it was like a coincidence. Nikienda na yeye anakuwa naenda amefika huko, ikakuwa continuous hadi tukaanza kwa close. Akienda library anani give a call, and mi kwenda kuambia Mora, you know, girl to girl talk. Unaenda unamwambia like I've found interest in somebody, and then na yeye ndo akaniambia huyo mse ni homie wao, and we guys looked together. Aka spice up, you know, aka spice up the relationship. You guys both look together. You look good together, you look good together. Nakaa fiti, nini. Pole, she started posting us. Yani akaanza kutupost, tukaanza ndo tukaanza ku take the other step ahead. But bado mi sikuwa nataka stories za dating nikiwa campus. I was so focused. Sikuwa nataka stories za wanaume nini. But now Deno has come into the picture.
hiyo time ndo tufikie sasa kwanza kuingiana zaidi na yeye. Tulikuwa second year. I was still a virgin, sikuwa nimeguzwa na anybody. Deno was also so focused, and that's what I loved most about him. Si ule mtu mwenye utamwona akihangaika na mademo huko nje. No. It's either I find him in the library. Actually, hata most of the time, it's either nimpata kwa library ama ako tu kwa hostel. Sikuwa msikia in those scandals za campus and whatever. Yeye alikuwa tu msee mfiti, msee mcool, and that's what I loved about him. I wanted kama ni kusettle. Okay, sikuwa nimefikiria stories za kusettle na yeye, but unaona ule mtu mwenye unaonanga, you see like this guy has future in him. And still I wouldn't mind if something like that inaweza arise. Slowly by slowly, nikiwa that year, in the process of me and Deno, I got pregnant. It wasn't planned, but apparently hakuiruka. I'm glad hakuiruka. Alisimama na mimi, though I was so afraid, and I couldn't also do abortion. It was my first child. And still the fact that yeye hakukata still iliniongeza motisha. Mora was against, because how will the parents react? We are not yet married, we are still in school. Sisi wote tunaprovidiwa na wazazi, and then you've messed up your life. It was bad, but singetoa all the same. Deno naye akakubali. Tukatoka hostel. Ye akienda kugraduate fourth year, mi nikadifa cause singeendelea na masomo na bado niko na mtoto. But apparently aligraduate na biochem akapata first class, na pia mi, thanks to God, after nimepata mtoi nilirudi shule na pia nikagraduate. Pia mi niligraduate na first class na nikaanza. But sasa Mora alishachanga shule. Yeye alishinda kuendelea na masomo because ame mix up masomo na starehe, and you know they never go alike. Lazima moja uta have to drop uendeleze na ile ingine. So I guess she opted for sherehe because inaambiwa do what makes you happy. So me after tumemaliza campus, sasa personally after nimemaliza campus, tulikuwa tunaishi hapo hivyo nje ya shule hapo Machakos University. Kila msee alikuwa anajua Deno is my man, and actually hadi parents walikuwa wanajua, and it was so nice. We had a nice family together, and the baby was still young. Tulikuwa tu fine together. So aka-apply, akapata internship huko Nairobi, and since we loved each other so much, hangetuacha. Ikabidi tumekuja pamoja sisi wote, and that's how we found ourselves in Nairobi. Sasa after tumekuja Nairobi, nilikuwa nafanya tu hustle hapa kule kidogo ndo at least namsaidia, because unaona pesa internship si pesa mingi, ni pesa kidogo, na tena sizitaka one hand na ni pesa kidogo, itakuwa ye mwenyewe atalemewa, na sizitaka kila time na kwa na blame. So na mimi nikaanza kujituma kiasi ndo at least tunasaidia na kulipa hizo bills pamoja. Sasa apparently sasa contract yake ikaisha. That was last year. Contract yake ikaisha, na mimi nikakuwa nimepata job ya caterers kwa shule fulani. Iko mbali actually na huko kwenye tulikuwa tunaishi. Nikapata job. Sasa Mora aliendanga akamesi. Yani, as I told you, Mora is a black spot. Mora hata tukiwa campus alilala na karibu kila msee. Alikuwa wale wa kuokolea comrades, analala na, mkienda hata bash, Mora atalala na kila mtu huko. Hadi kuna time alilalanga na Wochi na akatrend. Amelala na hadi wase wa Nduthi kama 5. Amelala na Mora ni that cheap girl, hata sijui nimwite jina gani, but she was still your friend because you never judge.
unacha tu because amechoose kuishi life yake tu hivyo, utamjudge na bado utamchukia. So venye alipata mtoi, hatukuwa ipatana tena after sisa tumetoka Machakos tumekuja huku hivi Nairobi. Akanitextingi sometime back, nilikuwa nasikia anaishi home. Sasa hiyo side kina Deno cause ni homies, so wametoka place moja, anaishi home. Akanitext akaniambia anataka kuja kutembea like 3 days. So mi sikuwa na shida hapo cause also nilikuwa na miss that moment tukue na yeye at least tuongee. Tulikuwa tumemisiana, it was long since we last met, so sikuwa nikiwa na shida. And apparently after kuambia bwanangu pia kwa na shida cause we are all friends, akwa na shida. So Mora akakuja, and after kukuja siku 3 zikaisha haendi. So mi nilikuwa naacha home na Deno na house girl nenda job cause sasa singekaa hapo, lazima mtu mmoja ende akatafute ndo bills ziletwe. Na wacha kwa nyumba pole house girl ikabidi tumemchuja cause sisi wote hatungekitoshea kwa hiyo nyumba, sisi wote. It's a 1 bedroom apartment. Mora analala kwa kiti na mtoto wake. The child is so noisy. Mtoto analianga usiku hadi sometimes inakuwa ngumu kulala. But sasa ati ni anatakanga kulia. Unajua kuna watoto tu anakuanga tuna tantrums tu naturally. Sasa mi sikuwa hadi I was so shocked actually. Sikuwa ifikiria Deno anaweza fanya kitu kaa hiyo, kwanza na Mora, bearing in mind venye ilikuanga so negative about Mora. So negative. Cause hizo comments zenye zote zilikuwa about Mora. Hadi kwa bishti ya Mora ilikuanga ngumu, lakini sasa mi don't charge. After amekuja siku 3 zimeisha, Mbocha ameishia na nauliza Deno, si basi uongea na Mora usikia na plan aje juu. Sasa mi namuuliza ananiambia tu kuna kitu anapanga. Deno response yake always ilikuwa mpepe time, unaona anapitia mashida mingi, sijui ushago kwao, sijui nini, yani to learn excuses. Mi sikuwa wallahi tena sikuwa yatafikiria anything spooky ama anything ati kuna wanaweza kuwa wakiendeleza anything together. Sasa mi nilikuwa tunamwambia basi ni sawa, tumwambie tu Mungu basi mambo yake go through cause hatuwezi ishi huko sisi wote pamoja. Little did I know walikuwa wananipangia chini ya maji. Mi naenda sometimes nikinunulia mtoto wangu vitu, naletea mtoto wa Mora cause sahi amekaa, we are almost approaching a month akiwa tu kwangu. Mi naenda, wajua mzazi ukipata ka kitu tu unaletea mtoto. Mi naenda naletea hadi mtoto wa Mora. Yani hadi sijui wallahi niseme aje. Sasa mi jana sijui nilete aje, sikuweza hata kumwangalia. It was bad hosting somebody in your house, all in the name of a friend. Unamuokolea and then anakuja na kwaenda na kutana. And it was still the worst part of it was that my husband mwenye tumekuwa pamoja na yeye all that time was knowing everything na hakuwa indisclosure. Hakuwa yata niambia. You know, I would rather angekuwa ameniambia kitambo, labda singekuwa so broken like now. Ningekuwa at least in the process of healing. Sasa wamekaa. They even planning to throw me out of the house that I pay rent, that I provide all the bills for. Uyo Deno, mabishte wake wakikuja. Sasa wakisi wenzake, mi namtumia ngadi do namwambia nunua nyama. Kuhide that shame. Jutena izianza kunipigia simu babe nini. Namtumia do. Akiniambia mabishte wake wanakuja, mimi mwenyewe natoa pesa zangu namtumia. Namfanyia mambo mingi. Saijua yuko job. Cause watu ni kushikiliana, you never know about tomorrow. The same case applies to Mora. I don't know.
au watu wamenitenda walai. I don't know what to do. But all the same, nilienda. Mi nilienda tu kwa nyumba nikachukua vitu zangu. Sikumwongelesha. Nikachukua mtoto nikatayarisha. Nikaenda kwa beshte yangu anaitwa Felistas. Nilikuwa nishampigia simu on my way home, nikamwambia nakuja. I'll explain everything nikifika kwenda. Sai juu tuko long holiday na plan kwenda home to discuss the story of mom. Cause even after nimemwambia, cause nilimwambia tu singemficha walai. I felt the burden was too hard for me to carry. Nikampigia simu nikamwambia whatever happened. Na mama alishtuka sana. Because she knows Denu to be a very loving husband, to be a very caring partner, to be the best thing Aki unaweza dream of. Mi nikijua Denu walai, sikuwa idhani, unaona hata venye uwezi hata dhani any red flag inaweza appear. But they say men are dogs, men are what? Hata sijui. Because even after doing all that, bado anapata guts za kucheat. Kwanza na homie. Msichana mwenye hata mi akinipata mi nilikuwa virgin, but see what he's cheating me with. Mtu amepitiwa na kila mtu. To make matters worse kwa dina mtoto anamuita Angel as if mtoto wetu si Angel sisi tukiwa naye. Me even don't know. I don't know how to go about it, but I just trust the process. Nitaenda home, a little break, then nirudi. Mtu yana niuliza mom tutarudi kwa baba. I don't know how to explain it, but atakuwa tu atajust tu atazoea. Sometime in future atakuja kujua kweli, but singetaka kuwe na that picture ya babake. Singetaka akamkujua mambo kayo, whatever his father did to me. Sa nikienda home nikaekae, nikipata pesa kidogo plus Felista pia ataniongezea kidogo. She's also my good friend. Aniongezea kidogo. I start again from scratch. Luckily enough, I got a job. Itani sustain kidogo. Na mi niwaache tu hivyo tu venye niliamua kuachia nyumba tu. Niwaache. Amejaribu kureach out ama hata. Yeah, Mora amejaribu kunicall kutoka jana, but I don't want anything to do with her. Cause naweza mwambia kitu mbaya walai. Right now I'm really hurt. Adi ni God tu walai. Sometimes nakaa hivyo nafikiria and then machozi inanitoka. I don't know how to breathe. I feel so broken. I feel so down. Pole sana, because this is a very touching thing and whatever that guy did is worse. I cannot advise you to go back to him.